Go Green Television. Green Vibes, Real Lives. Katibu wa mazingira katika Nairobi. Leo hii ikiwa ni siku ya World Environment Day ya kuadhimisha ama kusherehekea mazingira yetu, na mimi kama mkaaji wa Nairobi bado roho yangu ina huzuni kwa sababu jiji letu limechafua. Hakuna kile cha kusherehekea, ila tu nitasherehekea kwamba kuna wale wanajituma kutunza mazingira, kupanda miti, kuhakikisha kwamba wanaokota hiyo taka wana recycle, especially the waste pickers. Au nawashukuru sana kwa sababu wanatusaidia katika kukuza mazingira. So katika siku hii ya leo nina furaha na pia nina huzuni. Furaha ni kwamba mazingira yetu ni safi. Tumejaribu mahali tunaweza kuliko vile tuliyapata. Na pia huzuni ni kwamba tumeyachafua na zile plastiki ambazo tunatoa kwenye manyumba zetu, wenye magari, na pia wale ambao wananunua kwenye maduka tunazitupa ovyo ovyo na zinaleta pollution katika jiji. Labda utupe utofauti kati ya siku hii ya mazingira ya mwaka huu kiasilimia na mwaka uliopita. Ya mwaka uliopita nasema kweli sikuparticipate, lakini mwaka huu kwa sababu niko kwenye hii sekta ya mazingira nimeparticipate, na imekuwa ni siku ambao ni mzuri kwa sababu tumefanya usafi katika jiji letu, na pia wafanyikazi wetu wa environment wamepanda miti kwenye mitaa, wameokota taka yote pamoja na taka ya plastiki, na ni siku ambayo mimi mwenyewe nimeparticipate kule. Yeah. Na una matarajio yapi haswa kwa wananchi wa Nairobi kuhusiana na siku zijazo katika utunzi wa mazingira? Pia utaje noise pollution. Matarajio yangu ni kwamba wananchi waweze kuwajibika. Kuzoa taka ama kuokota hiyo taka ni jukumu la kila mmoja. Kusafisha Nairobi ni jukumu la wananchi wa Nairobi, sio tu serikali. Serikali kuna ile part ina play, but the biggest part ama ile nafasi nyingine imebaki ya kusafisha kubwa inaenda kwa wananchi, kwa sababu wao ndio wanagenerate hiyo waste, inatoka kwenye manyumba yao hiyo uchafu, na wao ndio wanafaa kuhakikisha kwamba wameitunza hadi pale itakapofika kwenye final disposal ambayo ni Dandora. Na nimesikia malalamishi kidogo tu kutoka kwa wananchi wa kutoka mtaa wa Pipeline ambayo iko katika kaunti ya Nairobi, haswa kuhusiana na kelele na pia uchafuzi wa mazingira. Inamaanisha kwamba hakuna hatua yoyote ambayo mmechukua nyinyi kama kaunti ya Nairobi ili kuweza kurekebisha hayo? Tumepata complaint as well as noise pollution, kelele kutoka Pipeline, na tumechukua hatua. Hapo awali mliona tulitembea tukaingia mpaka mahali kuna ile klabu ya strip wanadada wanadansi bila nguo ambayo ilikuwa kwenye first lane, inapigia wananchi wa Pipeline kelele. Tuliweza kuichukulia tu na tukaifunga kwa sababu pia ilikuwa inaenda kinyume na maadili ya jamii. Na pia uchafu dumping ile inatoka kwenye nyumba za wakaaji wa Pipeline, wanafaa wajibike kwa sababu taka ambayo inatoka kwenye nyumba zao wanafaa wapeleke kwenye transfer points zetu. Na hata hapo awali niliona mwanadada ambaye ni daktari alikuwa ameweka video ambayo ilikuwa inaonyesha wakaaji wameweka taka wamemwaga juu ya nyumba zao. Na mimi kama katibu mkuu nilikuwa nataka kuongoza kikosi environment 20 washika hao wote awe wakaaji wapo, kwa sababu hiyo ni illegal dumping. Hawaruhusiwi kumwaga taka nje ya milango yao ama kwenye nyumba zao. 10 meters radius kisheria zetu za gatuzi la Nairobi ni mwananchi hapo mkaaji wapo ndiye anafaa fagie 10 meters radius. Na sasa hivi nataka kuhakikisha kwamba tutaendelea kuelimisha. Kuwashika haitakuwa suluhu. Arresting is not the solution. The solution is educating them, creating awareness and engaging the people. Yani kuwaelimisha na kuhakikisha kwamba tunawashirikisha katika kusafisha jiji letu. Kwa sababu tukiwashika leo, kesho alipe cash bail, atarudi tena afanye lile tendo. Lakini tumuelimishe tena, asipowajibika tumchukulia hatua, hapo tutakuwa tumefanya vile sheria inasema. Hata unapotembea huwa natembea nikiangalia mazingira. Nikipata watu wanafanya dumping huwa nawaongelesha mara ya kwanza kama wanamwaga taka. Ama nikipata watu wanasumbua katika kupiga kelele huwa tunawapatia notice. Wasipowajibika sasa tunafanya kuchukua hatua ya kufanya enforcement ili
wananchi wa Nairobi waweze kuishi kwa amani, waweze kuishi mazingira safi ambayo haina kelele. Na labda tukirejelea malalamishi haya kutoka Pipeline, ni njia gani ambayo wananchi wanaweza kuripoti labda visa vya kelele isiyofaa ama utupaji wa takataka isiyofaa? Ni njia gani ambayo wananchi wanaweza pata ili kuripoti visa kama hivyo? Katika kaunti ya Nairobi tuko na 17 sub counties na tuko na sub county environment officers ambao wanashughulikia mazingira kwenye hizo sub county. Wanaweza piga report katika hizo ofisi, na pia tuko na nambari ya 1508 ambapo watapiga simu iweze kuchukuliwa na malalamishi yao yatashughulikiwa punde tu yanapofika kwenye ofisi zetu. Na shukrani Bwana Mosiria. Labda neno moja kwa wananchi kuhusiana na siku hii ya mazingira. Siku ya mazingira, wache tukumbushe kila mmoja ajirudishe nyuma. Tukiwa wadogo mazingira yalikuwa safi, na tujiulize swali, ni vipi Nairobi imekuwa chafu? Ni vipi jiji letu ambao lilikuwa green city under the sun leo hii hamna miti? Tukiangalia hayo yote, kila mtu achukue jukumu la kwanza kuangalia ni nafasi gani atachukua katika kusafisha jiji, katika kurudisha Nairobi iweze kuwa green city under the sun. Na tukikuja wote collectively, kila mtu play a role, a part in keeping the environment clean and also green, Nairobi itakuwa safi. Na watu wawajibike, ile culture ya kutojali ituondokee. Kuna zile mila tumepata Nairobi hii ya leo, watu hawajali, watu wanaishi tu vile wanataka, watu wanataka kufanya vitu vile wanataka, na hiyo ndio imeleta shida na tabu ambazo tunakumbana nazo katika mazingira. Na kila mwananchi wa Nairobi, kila mtu anafanya pollution, anachafua mazingira. Kwa hivyo wache iwe ni jukumu la kila mmoja. Natuma hii message, na pia wanafunzi wa shule tuweze kuwaelimisha, kama kaunti tutawaelimisha, na wazazi pia waweze kuwaelimisha, na hao watoto tukiwaelimisha watusaidie kuelimisha wazazi ambao pia waelewi umuhimu wa mazingira, na tuweze kuachieve a clean city Nairobi ambao ni safi kwa kila mmoja. Shukrani Bwana Mosiria kwa wakati wako. Thank you so much. Thank you very much. Go Green Television. Green Vibes, Real Lives.